nimeshtushwa au nimeshtuliwa, yani sio kushtuliwa kwa eneo, lakini nimeshtukia kitu ambacho kwa sijakitamani kwa muda mrefu, nayo ni katika suratu At-Talaq. Suratu At-Talaq tuelewa kwamba ni sura ambayo imeeleza mambo ya talaq, watu kuatana katika ndoa. Ile jambo liko ni jambo ambalo hatuna budi nalo, japo tunaweza tukasema munasaba wake ni nini siku hizi. Watu siku hizi siku za harusi, sio afu za talaka, siku za harusi. Sasa tuletea talaka kwa sababu gani? Lakini bila shaka ni kitu ambacho kina umuhimu, kwa sababu harusi yakutia katika fungamano la ndoa, yatujengea nyumba, na nyumba hii ni lazima kuna siku tutahitaji ama mengine, si lazima tuote, lakini maisha ya kibinadamu ni lazima kuna mmoja ama wawili watahitaji kutoka katika hii nyumba. Ndipo tulipo sisi binadamu, hakuna anayekaa katika hii nyumba. Yaani kuna watu wanaoshindwa kukaa katika hii nyumba milele, japokuwa alhamdulillah kuna wengi ambao wanajitahidi kuzuia nyumba yao na wakaishi mpaka wakaweza kuhitimishana, lakini kuna wengine hawawezi. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea mafundisho katika kitabu chake, akatuwekea sharia katika dini yake, ili tuweze kujua tutafanya nini ukitokea jambo. Munasaba wa sura hii wakati huu ni kwamba tumche Mungu katika ndoa zetu. Ndio maana yake tumche Mungu katika ndoa zetu. Tuoana sana, alhamdulillah. Sijui leo hapa nafikiri shokubele kutoka hapa kwenda usikani. Na wengine pia hapa watamani ustadi malize khutba haraka sisi tupate kuwani, na usiku kuna nyingine maghrib, na isha kuna nyingine, na kesho fajiri nyingine kuna nyingine, kuna zingine hatuambiwi sisi azifanye msikitini. Almuhimu, kwa hiyo mambo ni mazuri, kila watu kuoana na uzuri, kwa sababu ukimbia fitna nyingi sana kati ya watu wakioana, lakini tunatakana tumche Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ndoa zetu. Katika sura At-Talaq tukiangalia, kumetajwa sana katika hii sura mambo ya takwa. Ikianza tu Mwenyezi Mungu atuambia wattaqullaha, mwanzo wa sura atuambia wattaqullaha la tukhrijuhunna min buyutihinna. Je, Mwenyezi Mungu usiwatoe katika majumba yao, wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyina. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Katika aya nyingine atuambia man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Katika aya nyingine atuambia man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yaghfir lahu ajran. Hizo zote ni aya ambazo zimetaja masala ya kumcha Mwenyezi Mungu, lakini kitu ambacho fanya ni zingatie ni kwamba bora katika sura hili ni takwa zimerudia sana, na sura yenyewe ni sura ya talaq. Ikaeleweka kwamba talaq ni jambo ambalo sio zuri katika dini kama tunavyoelewa. Tunaweza kusema mwana halali ni sawa ukitenda na mkeo au kumwata, lakini
kuna hadithi ambayo kwa namna yote ikiwa ina udhaifu, hata kama kwa ina udhaifu, lakini ni hadithi watu waweza kufanya istinasi na wakatulia kwamba hii kitu ni kibaya ama si kizuri, na kusema atawakul halali ila Allahi at-talaq. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kusisitiza ni kwamba tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusiwe wepesi katika mambo yetu sisi kujivurumiza, kutupa tu masala ya talaq bila kuzingatia dharura ya jambo kama hilo. Umelazimika na kitu gani? Talaq ni kumwacha mke, wakati wa imani kwa siwezi kigango tena. Lakini kuna talaka ambazo huwa ni sawa, pengine ni za halali, za wajibu. Kama talaka nyingine zinakuwa ni wajibu, ni lazima mtu umwate ule mke, wakati hakuna tena tangamano zuri mbele, hakuna maelewano, au labda pengine huna tena uwezo wa kusimamia mwenyewe, amekosa subra, ameshindwa kukosa peke yake, ameshindwa, pengine ametaka sana lakini ameona haiwezekani, au mwingine ni mgonjwa wewe ama yeye, ikawa haiwezekani tena kuketi kindoa. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo ikionekana kwamba kutakuwa kuna mmoja atadhulumika na ataharibikiwa na mambo yake, basi hapo ni lazima ile ndoa ifanyeni, ivundwe. Pengine mwanamume ni muhuni, mwanamume hana maana, mwangalie mwanamke vizuri. Sasa hakuna maelewano mazuri tena, nyumba siku zote ni watu majirani, asikia vikopo vya rushiana, watu rushiana vikopo na vijiko kila siku. Hapo sasa itabidi ile ndoa ifungwe, yaondolewe, pengine kwa hiari ama hata kama ni kwa kupiga mkono na kapi. Amebana wewe lazima umwate, misa kumwata, basi kati ana ruhusa fulani ya kupitisha talaka. Au pengine ni mwanamke pia na makosa yake, ana matatizo ambayo ameyafanya ambayo huwezi kuishi naye tena. Kwa hiyo hapo inakuwa ni wajibu ile talaka ipitishwe, au itakuwa talaka mara nyingine ni sunna ikiwa kuna maslahi katika kumwatana. Kuna maslahi, yani ukimwata mwanamke itakuwa ina faida zaidi kuliko kuketi na yeye. Hapo inakuwa ni sunna, itakuwa ni sunna kwamba ukimwata vizuri na ukimwata pia waweza kuishi na kuna matatizo, lakini bora ni kumwata. Halali ndo asili, kama tulivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba halali ila Allahi at-talaq. Halali ndo asili, kitu kimaisha kibinadamu, kama tulivyotangulia kuzungumza kwamba watu wawili, marafiki wawili, ndugu wawili, hata mtu na mzazi wake waweza kukaa pamoja vizuri, naweza kukusana na wakafarikiana. Itakuwaje mtu ambaye pengine hata hamjuani unaonana tu kwa ajili ya ndoa, italazimishana kwamba ni lazima watu hawa wawe pamoja daima? Hilo ni jambo ambalo haliwezekani, sio binadamu, sio maumbile yetu tulioumbwa. Maumbile yetu hayakubali kwamba mtu ajilazimishe kilazima na mtu mmoja milele, daima milele. Wako watu wawezao, alhamdulillah, kuna watu wameishi na wake zao miaka 20, miaka 30, miaka 50, wako mpaka miaka 70, watu wameishi pamoja, mume na mke katika nyumba, panda shuka, milima, mabonde, mawimbi, lakini mwisho wakicha wakafaraka miaka 70 au katika ndoa moja, alhamdulillah. Lakini hutokea ikafika baada kama tulivyotanguliza, ikasahau haiwezekani tena, na ndiye mwanamke kufaidika na jambo au mwanamke kufaidika na jambo, ikawa ni hasara zaidi na ni matatizo zaidi. Itamdhuru katika afya yake, itamdhuru katika dini yake, itamdhuru katika mambo mbalimbali ambayo pengine heshima yake mambo itabidi tuwe mkono na wabana ya jambo. Sasa
kutana nalo. Huko lazimishwa kwamba lazima wakati ambapo shikilia hapo hapo, ukaende hapo hapo, daraja nyingine, daraja nyingine kufanya hilo kitu ambacho charuhusika katika hii sharia. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja takwa katika sura Al-Talaq na akatulazimia, akatusisitiza sana kwa mambo mbalimbali, kwa fadhila mbalimbali ambazo ziko katika jambo hili la takwa. Akituambia kwanza tusiwafinye wanawake katika ndoa kwa ajili tuweze kufaidika na nini na ile ndoa na tuweze kuwadhuru wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kwamba tusiwafinye watu wengine. Mwanzo wa aya kwanza imetaja namna hiyo, anasema wattaqullaha, mwanzo sema la wattaqullaha la tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoeni majumbani. Maana afanye kutoka majumbani ikiwa hakuna madhara, hakuna matatizo, hakuna jambo lolote la shari lingine litakalopatikana, basi usimtoe mtu majumbani, mkae nao majumbani mpaka itakapokuwa hakuna namna nyingine isipokuwa mtu atoke, ama ile talaka ile imemalizika, basi zaji kwao. Kwa hiyo talaka ni kitu kiko kinabudi, lakini kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimefungamana sana na jambo kama hili, na ni kitu ambacho hatuna budi nacho kumcha Mwenyezi Mungu katika kila jambo hili. Isiyo mtu kumwanda wewe unakasirikia, wewe unatenda nini, talaka toka na zako, sasa tena kuona sheria ya kubakaya. Usione wewe kumwanda mtu ndio utamwanda sasa akacheseke, utamwanda mtu aende akapate akaondoke katika matatizo kwa ajili wewe unamwanda. Imekulazimisha sheria umwangalie tena ukaendelea vizuri na upate na chochote baada ya kumwanda. Ndio tumefahamishwa na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo takwa Allahi ni jambo ambalo linataka kukontrol wewe, wakati ukiwa unataka kuelekea kufanya hili jambo la talaka, ujue utafanya nini. Talaka, kuna talaka ambazo ni za halali na talaka ambazo ni za haramu. Talaka ya halali ambayo yani bali ile hukumu ya nyuma tueleza talaka zenyewe za vipi kijenda, lakini kwa wale mwanamke mwenyewe kulingana na hali ya mwanamke. Mimi naweza kunena sana na usawa ni mwate mwanamke, lakini mwanamke uko katika usawa wa kwapa kulingana na hali yake ya kimwili wake. Talaka ziko sampuli mbili, kuna bid'ah, kuna na sunni. Bid'ah ni talaka ambayo mtu atamwata mkewe wakati ameshamuingilia, katika tahara ambayo mtu amemwingilia, kisha sema mimi nimemwata, baada ya kupata madhambi. Hata kama una sababu zote, za kumwata, talaka itapita, na lakini madhambi kwa hiyo utapata. Amefanya hivi, subiri mpaka hiyo siku mwezi wake uishe, akishatahirika umwate kwa safu ya kusa, hapo ndio sawa. Nyingine ni talaka bid'ah, talaka hiyo ndio talaka sunni, hiyo mwate akiwa katika tahara, hana shida, hajaguswa na mtu. Wewe mwate akiwa yuko hajagusa, hiyo ndio sunni. Sunni na bid'ah ni talaka ambazo moja ni halali, moja ni haramu. Haramu hatusema kwamba haramu sio basi kwamba kwa mwata kwa sababu gani? Sababu za kuwa ziko za ufahamu, lakini hali ya mwanamke iko namna gani, hapo ndipo ambapo kwenye matatizo. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tusiogope sana kwa mwanamume au kwa mwanamke, kwa wengine asikiruhuna minaitu zakatukum minhujidikum, kendini na wao baada ya kendiko. Mtu wengine zakuwa na maisha magumu, bisi tena kuendea nani na
na huyu mwanamke, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atapata ufumbuzi, atapata njia, atapata mpita. Tunafahamiana? Ukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii maisha yako ya dunia pia ambao wanakubana, hiyo utaweza kupita vizuri. Wayarzuqhu min haythu la yahtasib, Mwenyezi Mungu atamruzuku bila kukudhania. Mtu ataona mambo yale kwa mepesi, mimi bana kuoa na kuangalia wanawake na kuangalia majumba na nini ni kazi ngumu, kazi inashinda takala. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba niche mwogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mambo yako yatakuwa mepesi. Hata kama maisha ni magumu, sio pesa kutaka kuanza. Usiwe mwepesi umeshughuli jambo kwa mambo mengine, mwanamke haelewi ya nini hapa umewani vizuri aliklasiana nayo. Mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaona baada ya mambo wanapodhania pengine pana makosa, hakuna makosa. Wengine wale mwanamke kweli na makosa, lakini wewe mwenyewe pia nayo na jongo zako. Hebu leo jinyoshe sasa, uangalie kwa maana ya kufuata katika ule usawa na mambo atabani yatakuwa mwepesi. Waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakayemwogopa Mwenyezi Mungu mambo yake yatakuwa mwepesi. Anakuelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni nasiha ambazo tunataka tuzitie kidini. Lao tutahifadhi majumba yetu kwa takwa, kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna nyumba zitakazoharibika, kila kitu kitakuwa vizuri, watu wataishi kwa salama, watu wataishi kwa amani, kutakuwa hakuna matatizo, kila kitu kitakwenda vile kinavyotakikana, na watu watakiwa na mambo mazito wajua kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kuweza mambo. Tukimcha Mwenyezi Mungu mambo yetu yatatekea, kwa hivyo nyoyo zitaburudi na watu watashuka chini na wataweza kuendelea na maisha yao kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka maisha yaendelee. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimalizia atuambia waman yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'dhim lahu ajra, mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake na atapandisha daraja zake, atazifanya kubwa daraja zake, zitakuwa tukufu daraja zake, kwa maana ajira zake na thawabu zake katika zile amali ambazo anazifanya. Kwa hiyo utakuwa wafanya kazi, wafanya mambo ya madhambi, lakini ukimcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unatambua umefanya jambo la makosa na Mwenyezi Mungu aniona, na Mwenyezi Mungu kwa mimi kila wakati, Mwenyezi Mungu ataniadhibu, hapendi jambo kama hili. Ukamcha Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile madhambi yako atakufutia, utakuwa kuna tena madhambi. Na kama tulivyoelezana, ukiwa na istiqama mwanamke au mwanamke pia akiwa na istiqama, basi na mwenzake atakuwa karibu naye pia atakuwa kama hiyo. Lakini ikiwa mmoja ana jongo ataka mwenzake naye ende sawa, basi hakuna mtakalokuwa, itakuwa ni kila mtu ana wapigana kona. Wewe mwenyewe unajitengeza, mwenyewe unajirekebisha, atakapojirekebisha kwa sababu gani? Kwa hivyo tujirekebishe, kila mmoja aseme kwa mimi nataka nishikane na takwa, ndio niweze kuona kwamba maisha yangu nyumbani yanakwenda vizuri. Kwa hiyo ndio hajara na thawabu zake zitakuwa nyingi. Ule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi thawabu zake zitakuwa nyingi, zitakuwa ni zenye kuwa kubwa. Kwa hiyo takwa ni mizani ambayo tunafanya nayo kila wakati. Tukiwa na takwa hakuna tatizo, sio mambo ya kimaisha, sio mambo yetu ya kinyumbani, maelewano nyumbani, sio kila kitu, hata barabarani pia. Mungu anataka uangalie vile mambo yatakayokuwa mepesi, vile mambo yatakayokuwa mazuri. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kumweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mbele katika kila jambo lako. Mwenyezi Mungu atatubarikia, atatujalia min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.